Funge uso. Akajifunga kama hivyo. Nikamuuliza ya kwamba unaona nini? Akasema sioni kitu chochote. Nikamuuliza tena, je, hujamuona hata huyu ambaye amekungonga? Akasema ya kwamba sijamuona. Na haujisikii vibaya? Akasema nitajisikiaje vibaya wakati sioni chochote? Nataka kueleza nini? Nataka kuzungumza juu ya maisha ya Wakristo wengi. Tusipoishi kwa kuyafunga macho yetu katika eneo la kutokusamehe, hatuwezi kwenda mwendo mrefu. Kuishi kiujanja ujanja kati ya mchungaji na mchungaji, hawaelewani. Huyu anaweza akawa anahubiri habari za Yesu, huyu anahubiri habari za Yesu, wanagongana, wanasemana, wanasimangana kwa sababu ya tatizo la afya ya akili. Unaweza kukuta kwamba kati ya mume na mke hawaelewani, wanaishi pamoja lakini ni kana kwamba wamekwisha kutengana. Na kuna wengine anasema ninatamani kuwa nje ya ndoa, mwingine anasema kwamba ninatamani kuwa hivi, kwa sababu ni tatizo la afya ya akili ambalo mtu asipoangalia vizuri, mwisho wake huwa ni mwisho mbaya. Mwisho wake hakuna neema, mwisho wake hakuna wema hapo, hakuna Mungu hapo. Utakuta watu sasa hivi wamekuwa ni kama taratibu. Mtu anaweza akamwacha mume wake, akamwacha mke wake, akamwacha huyu, akaenda kuoa mtu mwingine, kwa sababu ya tatizo limekwisha kudevelop ambalo tayari imejirekodi katika akili. Haimaanishi huyu ambaye ameolewa naye, huyu ambaye ameoa kwamba wataishi vizuri. Hapana. Kwa sababu ile imeshajirekodi, itaendelea kujirudia, na mambo ambayo yaliyosababisha atoke kwenye A yatamsababisha pia atoke kwenye B, au aishi kimashaka, au aishi kwa migongano, kwa sababu hakuna tena hapo oda nzuri, mpangilio mzuri wa brain, wa akili. Inahitajika neema ya Mungu. Dawa sio kwenda tofauti na neno la Mungu. Dawa ni kurudi magotini na kumwambia Mungu akusaidie.